na jina la mwanaume huyo lilikuwa Sun Wu. Baada ya kunusurika katika jinamizi hilo la kutisha, Sun Wu aliazimia kulipa deni hilo la damu kwa gharama yoyote ile. Hadithi inaanza wakati Sun Wu alipokuwa bado ni msaidizi mwaminifu wa bosi wake Bwana King. Kwa miaka 7 iliyopita, Sun Wu alikuwa akishughulikia kila kazi kwa ustadi mkubwa, kwa umakini na ukamilifu usio na dosari. Siku moja, majambazi fulani walifika kwenye mgahawa wakisababisha fujo. Ilikuwa tayari ni muda wa kufunga, lakini walikataa kuondoka. Ndipo Sun Wu akaingia kimya kimya ndani ya chumba hicho, uso wake ukiwa baridi na mkali. Baada ya kumaliza kazi hiyo, Sun Wu alirudi kutoa taarifa kwa bosi wake. Alipokea sifa zisizo na kikomo kutoka kwa Bwana King. Hata hivyo, kwa sauti ya onyo, Bwana King akaongeza kwamba haijalishi Sun Wu angekamilisha kazi 100 kwa ukamilifu kiasi gani, endapo angefanya kosa dogo tu, kila kitu kingeondolewa. Hata maisha ya Sun Wu yenyewe yasingesamehewa. Kisha Bwana King akampa Sun Wu jukumu jipya muhimu. Hivi karibuni, Bwana King alikuwa amegundua kuwa mpenzi wake alikuwa na dalili nyingi za kutia shaka. Kwa hiyo, alimtaka Sun Wu amchunguze kwa siri ili kubaini kama alikuwa akimuona mwanaume mwingine. Ikiwa hilo lingekuwa kweli, basi Sun Wu alipaswa kuwashughulikia mara moja, kwa tahadhari kali sana. Sun Wu alitii maagizo ya Bwana King. Kama ilivyopangwa, alichukua zawadi na kwenda nyumbani kwa mwanamke huyo. Kila mdundo wa mwili wake ulimfanya Sun Wu ashindwe kuondoa macho yake hata kwa sekunde moja. Lakini huyo alikuwa mwanamke wa bosi wake, hivyo Sun Wu hakuthubutu kuwaza zaidi ya hapo. Baada ya kumaliza alichokuja kufanya, alitoa kisingizio na kuondoka kwa heshima. Ukweli ni kwamba Sun Wu alitoka nje ili kuendelea kumfuatilia kwa siri bila kugundulika. Haikuchukua muda mrefu kabla ya gari kuonekana ghafla na kumchukua yule mwanamke kwa haraka. Sun Wu akawafuata kwa ukimya. Bila kupoteza mwelekeo wao, Sun Wu aliwafuata hadi kwenye baa ya karibu yenye pilika nyingi. Huko, Sun Wu alimwona Hisu akicheza dansi na mwanaume asiyejulikana. Hata hivyo, usiku huo haukuendelea na jambo lolote la ziada. Baadaye Sun Wu aliwafuata hadi nyumbani, lakini yule mwanaume alimshusha Hisu mlangoni kisha akaondoka. Hali hiyo ilimfanya Sun Wu kudhani kuwa Hisu na yule mwanaume walikuwa marafiki wa kawaida tu. Asubuhi iliyofuata, kwa mujibu wa maagizo ya Bwana Kang, Sun Wu alimchukua Hisu na kumpeleka kula chakula kizuri cha kushibisha. Baada ya hapo, alimpeleka kwenye darasa lake la viola. Akiwa nje ya mlango kulingana na ratiba, Sun Wu alimtazama Hisu kwa makini mkubwa. Hii ilikuwa mara ya kwanza kwa Sun Wu kumtazama msichana kwa hisia zilizomfurika moyoni. Sauti laini, tamu na za kuvutia za viola zilifanya moyo wa Sun Wu udondeke bila kutarajia. Lakini katika wakati huo huo, jambo baya likatokea. Majambazi ambao Sun Wu alikuwa amewapiga siku iliyopita walikuwa wanatoka kwenye genge pinzani. Walitaka kukutana na Sun Wu ili kusuluhisha ugomvi huo. Kama Sun Wu angekubali kuomba msamaha, basi kila kitu kingeishia hapo. Lakini kwa mtu mgumu na asiyelegea kama Sun Wu, jambo hilo halingekuwa mwingineo. Hali ikazidi kuwa mbaya zaidi. Kwa sababu hiyo, Sun Wu akawekewa chuki kubwa. Baadaye alikwenda darasani kama ilivyopangwa kumchukua Hisu. Kwa mshangao wake, yule mwanaume wa siku ya pita alijitokeza tena bila kutarajia. Bila kujua chochote, alimchukua Hisu na kuondoka naye. Sun Wu hakuwa na jinsi ila kuwafuata kwa ukimya, huku mashaka yake yakizidi. Hatimaye Sun Wu aligundua kuwa Hisu na yule mwanaume waliingia ndani ya nyumba moja kwa pamoja. Hilo viliongeza shaka zake maradufu. Bila kusita, alivunja mlango na kuingia moja kwa moja. Na kama alivyokuwa akihisi tangu mwanzo, ukweli ukawekwa wazi. Hisu na yule mwanaume hawakuwa marafiki, walikuwa wapenzi wa kweli. Sun Wu akatoa simu yake na kujiandaa kumpigia Bwana Kang kutoa taarifa, lakini alipokutana na macho ya Hisu, moyo wake ukamlegea. Sun Wu alijua wazi kwamba kama angefanya simu hiyo, msichana huyo angeuliwa kifo cha kutisha. Baada ya kusita kwa muda mfupi, akaamua kuwaacha Hisu na yule mwanaume kwa sharti moja tu. Kuanzia siku hiyo, Hisu na yule mwanaume wasikutane tena hata mara moja. Sun Wu akaamua kujifanya kana kwamba hakuna kilichotokea na kubeba siri hiyo peke yake. Njiani alipokuwa akirudi, mawazo mengi yalimjia, akiwa na hali ya kuchanganyika. Alijua kuwa uamuzi huo ungemweka yeye mwenyewe katika hatari kubwa, lakini kwa sababu isiyojulikana, alichagua kufanya hivyo bila majutoni, ingawa huzuni ilitawala moyoni. Ghafla, kijana mmoja aliyekuwa akiendesha pikipiki alianza kumdhihaki Sun Wu bila sababu.
Sun Wu alijaribu kupuuza kuepuka matatizo, lakini walizidi kumchokoza. Lakini usiku huo jambo kubwa likatokea. Bosi wake Bwana Kang alikuja mwenyewe kumtafuta Hisu. Akiwa na uso uliojaa hasara, Bwana Kang alimwona Hisu akimwepuka makusudi. Hapo ndipo alitambua kuwa Hisu alikuwa amebadilika. Bwana Kang akawa na uhakika kwamba msichana huyo alikuwa akifanya mambo ya siri nyuma ya mgongo wake. Wakati huo huo katika nyumba binafsi ya Sun Wu, alipozinduka, Sun Wu alikuwa amefungwa kamba na kuninginwa hewani kwa hali ya mateso makubwa. Walimpa nafasi ya mwisho ya kuishi. Kama Sun Wu angeomba msamaha na kuomba achwe kwa yale yaliyotokea, angeachiliwa mara moja. Lakini neno samahani halikuwa kabisa katika kamusi ya Sun Wu. Kwa hiyo hawakutaka kupoteza muda naye tena. Moja kwa moja wakaandaa zuta zao kumshughulikia Sun Wu kwa ukatili. Ghafla simu ya Sun Wu ikaita. Mpigaji hakuwa mwingine ila Bwana Kang mwenyewe. Bwana Kang aliwaomba wale majambazi wampeleke Sun Wu kwenye eneo la wazi, pori la karibu. Sun Wu akadhani alikuwa ameokoka kutoka zehemu. Lakini bila kutarajia, msiba ukampata papo hapo. Akiwa amesimama mbele yake alikuwa bosi yule yule ambaye Sun Wu alikuwa amemtumikia kwa uaminifu kwa miaka 7. Katika kipindi hicho chote Sun Wu hakuwa amewahi kufanya kosa lolote, lakini safari hii alijua wazi kwamba alikuwa katika matatizo makubwa kwa sababu alikuwa amewaacha hai yule msichana na mwanaume bila kutoa taarifa. Bila kutarajia, kosa hilo moja lilimgharimu Sun Wu bei kubwa. Kama angekuwa mtu wa kawaida, hasingeliweza kunusurika katika jinamizi hilo. Lakini kwa nguvu ya nia na moyo uliothibitika hata mbinguni, Sun Wu aliweza kuendelea kupambana na kuinuka tena. Msaidizi wa Bwana Kang pia alishuhudia tukio lote kwa macho yake mwenyewe. Alivutiwa sana na uthabiti na ujasiri wa Sun Wu, akaamua kumpa nafasi ya mwisho ya kujirekebisha. Akamrudisha Sun Wu, akamruhusu ajisafishe na kupata fahamu kamili, kisha akamwambia. Sun Wu alipewa simu ili kuwasiliana na bosi wake. Alitakiwa kufanya jambo moja tu, kumpigia Bwana Kang na kusema ukweli yote. Angeachiliwa mara moja bila kushutaki. Lakini Sun Wu alijua wazi kwamba kama angekiri kuwa na hisia kwa Hisu, si yeye tu angeuliwa, bali Hisu naye angepata hatima hiyo hiyo ya kutisha. Habari zilipomfikia Bwana Kang, hasara ililipuka. Baada ya miaka mingi ya Sun Wu kumtumikia kwa uaminifu, Bwana Kang alimfahamu vizuri tabia yake. Kwa mtazamo wake, deni la damu lilipaswa kulipwa na damu, lakini hakuwa na njia nyingine ya kuepuka hilo. Alilazimika kuwatuma watu wake wote kumtafuta Sun Wu kila mahali. Wakati huo huo, Sun Wu alitumia mtandao wa mawasiliano yake kufika kwa wafanyabiashara wa silaha halali. Alisema kwamba bosi wa Bwana Kang anataka kununua bunduki za hali ya juu. Hata hivyo, kiongozi wa kundi la hilo alimpa changamoto ya kushangaza. Wangepambana kwa kuunganisha bunduki. Kama Sun Wu angefanikiwa kushinda, angeuziwa silaha bila shida yoyote, lakini kama angepoteza, angerudi mikono mitupu. Kwa ustadi wake, Sun Wu alishinda. Akaondoka akiwa amepata silaha zote bila kulipa hata senti moja. Baadaye Sun Wu alimtafuta mmoja wa wasaidizi wa genge pinzani. Alimwamuru ampigie simu kiongozi wao na kumwambia aende kwenye eneo lililotajwa. Sun Wu naye alifika hapo akiwa amejiandaa kwa umakini mkubwa. Yule mtu alipomuona alishangaa sana. Hakuwahi kufikiria kwamba Sun Wu angeweza kunusurika kutoka zehemu. Hata hivyo, yule mpinzani alikuwa mjanja na mwenye hila nyingi. Kabla Sun Wu hajapata nafasi ya kujilinda au kupigana, tayari alikuwa amejeruhiwa vibaya sana. Akiwa ameshindwa kujitetea, Sun Wu alimuona mpinzani wake akifurahia hali hiyo kwa dharau na kejeli. Kwa uso uliojaa dharau, alisema kwamba kama Bwana Kang hangeweza kumuua Sun Wu, basi yeye angefanya hivyo badala yake. Baada ya hapo, Sun Wu akampigia yule mzee Bwana King kwa sauti iliyojaa chuki. Sun Wu akamwambia ajitayarishe kukutana na kifo kinachokuja. Aliposikia maneno hayo, bosi akachanganyika kupita kiasi hadi akapatwa na hofu. Hakuwahi kutarajia kuwa siku moja angekabili yule jitu aliloumba yeye mwenyewe. Hata hivyo, aliamua kumzuia Sun Wu kwa njia yoyote ile. Bwana Kang akakusanya wasaidizi wake wote ili kumlinda. Haikuchukua muda mrefu kabla ya Sun Wu hajampata Bwana King. Alipata eneo alikokuwa. Sun Wu akaingia chooni na kwa umakini mkubwa akaweka risasi kwenye bunduki zote. Kisha akatibu jeruhi lake la tumboni kulizuia damu isitoke nyingi. Baada ya hapo, akatoka taratibu akiwa na uso wa azimio thabiti na mara moja akakutana na yule mtu aliyewahi kumvunja mkono hapo mwanzo. Sun Wu akamuuliza Bwana Kang kwa nini alimtesa kwa miaka 7 yote.
Alimtumikia kama mbwa mwaminifu, lakini sasa alikuwa tayari kumzika akiwa hai. Bwana Kang hakuwa na jibu la jambo. Alijua kuwa kwa wakati huo maneno yote hayakuwa na maana. Katika dakika zake zilizojaa majutoni, Sun Wu bado alijaribu kutoa simu yake ili kumpigia Hisu kwa mara ya mwisho, lakini hakuwa na nguvu za kutosha hata kushika simu. Alikumbuka sura yake akiwa anacheza viola kwa sauti tamu, naye akiwa ameketi akimtabasamu kwa kuridhika. Mwisho uliosikitisha, lakini ulioacha hisia zisizohesabika. Kwa watazamaji wote, huo ndio ulikuwa muhtasari wa filamu. Asanteni sana kwa kutazama. Kwa heri na tutamiana tena. Usisahau kusubscribe, kulike na kucomment.